Asante kwa kuendelea kuitazama Sauti Yetu TV. Kama bado hujasubscribe Sauti Yetu TV, gusa kitufe chenye alama nyekundu kisha alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari na matukio mbalimbali. Hii ni Sauti Yetu TV. Ndugu mgeni rasmi, kama ambavyo mti hupandwa na hatimaye kutoa matunda, safari yetu pia imeanza kuchanua. Yafuatayo ni mafanikio tuliyoyavuna katika safari ya juhudi zetu. Mafanikio ya TASI mkoa wa Dodoma. 1. Tumefanikiwa kupata ofisi ya TASI mkoa wa Dodoma. 2. Tumefanikiwa kupata mdau wa kushirikiana naye ambaye ni taasisi ya ADRA kwenye masuala ya ujasiriamali. 3. Tumefanikiwa kuendelea kupata huduma ya kliniki ya ngozi mara 2 kwa mwaka kwenye taasisi ya Standing Voice. Changamoto za TASI mkoa wa Dodoma. Ndugu mgeni rasmi, tunafahamu kuwa hakuna waridi lisilo na miiba, na hata mwezi unapong'ara mawingu hayakosi kufunika. Pamoja na nuru hiyo ya mafanikio, bado tunapita katika dhoruba na miiba ya changamoto zifuatazo. 1. Uhaba wa elimu kwa wazazi namna ya kuwatunza watoto wenye ualbino. 2. Watu wenye ualbino kutokidhi vigezo vya mikopo kwenye taasisi mbalimbali za kifedha za binafsi na za serikali. 3. Wazazi na watu wenye ualbino hawana elimu ya ujasiriamali na elimu ya utunzaji wa fedha. 4. Kukosa uimara wa kiutendaji kulingana na hali ya kiuchumi katika wilaya za mkoa wa Dodoma. Naitwa Ludovick Julius, mwenyekiti wa chama cha watu wenye ualbino mkoa wa Dodoma. Kwanza kabisa nipenda kuchukua fursa hii kupata nafasi hii ya kuongea na nyinyi waandishi wa habari kuhusu chama chetu cha watu wenye ualbino mkoa wa Dodoma, bila na mwelekeo wa chama chetu. Chama chetu ni moja wa vyama vya watu wenye ulemavu Tanzania, albinism, ambavyo kimsingi vinafanya kazi za kijamii, za kielimu, kiafya na mambo mengine mengi ambayo yanajitokeza kwenye vyama vyetu. Chama hiki kama vyama vingine, kama nilivyosema, ni vyama vya hiari vya kujitolea tu katika kazi zake za msingi, lakini hazina sio kama miradi ya kuingiza kipato chochote kile kuendesha chama. Na kama haitoshi, vyama vyetu hivi lazima upambanie na upambane kabisa kuhakikisha kama chama kinasimama, chama kinafanya kazi, chama kinakuwa na maendeleo, na kama kinapata maendeleo basi wanufaika ni watu wenye ualbino. Lengo la semina hii, ndugu mtangazaji, ni kwamba chama kimenuia, kina makusudi makubwa sana kwamba watu wenye albino na wazazi wenye watoto albino wafahamu ya kwamba chama chao hakina makusanyo kutoka sehemu mbalimbali, wadau mbalimbali. Hata kama kina makusanyo, lakini ni machache sana. Basi tunasema kwamba watu wenye albino na wazazi wenye watoto albino wafahamu ya kwamba na waone muhimu kwamba lazima walipe ada za wanachama. Chama chochote kile, ama kiwe cha siasa au vyama vya ushirika, wanachama wake hawana budi kwamba lazima wawe wanachama hai ambao wanalipa ada za wanachama, na chama kinasonga mbele, kinapiga hatua. Vinginevyo chama hakiwezi kupiga hatua kama hakina makusanyo au kama wanachama hawalipi ada za wanachama. Tunatumaini kwamba baada ya semina hii wanachama wetu tukishawaambia zoezi hili zima wataitikia wito na watafanya vizuri, na tuone matokeo yake na matokeo ya chama yataonekana. Lakini katika kujibia risala yenu, kwanza niwapongeze sana kwa kuweza kupata eneo la ofisi, lakini pia kupata ushirikiano na taasisi nyingine ambapo utaenda kuimarisha uwezo wenu wa kiuchumi. Na cha tatu niwapongeze kwa kuwa na kliniki hii ya ngozi ambayo mnaenda kushirikiana na Standing Voice. Mmesema kwamba mara 2 kwa mwaka haitoshi, mnatamani mfanye hata angalau kwa mwezi mara 2, kwa mwezi mara 1 Na imani mdogo mdogo tutafikia huko. Lakini pia katika kujibia changamoto zenu,
Nikianza na swala la ajira, tunatambua kwamba sheria ipo kwamba kila mwajiri mwenye waajiriwa zaidi ya kuanzia 20 kupanda juu lazima 3% wawe watu wenye ulemavu. Hii na imani inafahamika kwa wengi, lakini pia wengi sana hawaifahamu. Na mmeisema hapa, lakini niipo kwenye orodha ya maswali ambayo nimeuliza bungeni. Sijui lini litajibiwa. Siku itakayojibiwa nitamtaarifu dada Sofia kwamba tusikize kwa pamoja serikali inasema nini kutokana na hii. Mimi naweza nikawa challenge kwamba tutumie hizi changamoto zetu ziwe fursa. Pengine tunaweza tukajiunga katika vikundi vyetu tukapata fursa nyingine. Mfano, 2% za halmashauri ni kweli zilikuwepo zikasitishwa kwa muda kutokana na wengi kutorudisha, sio tu watu wenye ulemavu lakini hata makundi mengine ya wanawake na vijana. Na sasa hivi hii mikopo imerudishwa, lakini upataji wake umekuwa tofauti. Kama sikosei dada yangu hapa, viti maalum ni kwamba tunamaliza process zote halmashauri, lakini benki ndo wanaenda kutupa huo mkopo, na ni benki ndo watakao tudai hizo hela. Lakini pia ukiachana na hizi 10% ambazo pengine ni chache sana kwa sisi kuzipata, tunasema watu wenye ulemavu wote, sio tu TAS, kuna CHAWATA, kuna TLB, kuna CHAVITA, yani kuna TUSPO. Pengine hizi 2% hazitutoshi, lakini tuna mifuko zaidi ya 60 ya uwezeshaji wa wananchi kiuchumi ambayo iko katika Baraza la Uwezeshaji wa Wananchi Kiuchumi. Tuna PPRA, kuna 30% pale ambapo zabuni za serikali lazima 30% zishughulikiwe na wanawake, vijana, wazee pamoja na watu wenye ulemavu. Hizo pia tuzifahamu, na nichukue hii kama kupendekeza kwa uongozi kwamba siku nyingine tunakutana, basi tukutane na watu wa mamlaka tofauti. Tuwe na watu wa halmashauri, tuwe na watu wa PPRA, tuwe na watu wa Baraza la Uwezeshaji wa Wananchi Kiuchumi, lakini pia tuwe na watu wa mabenki. Waje sasa watuambie fursa ambazo sisi tunaweza tukazipata katika taasisi zao. Tusikae tu sisi wenyewe kujifungia. Mwisho wa siku ndo haya tutakuwa tunaambizana, tunakuja tunalalamika, siku inaisha tunaondoka.